Hello, karibu sana Mofix TZ. Yes, leo tuko na review ya blower. Kampuni ni Quick M7. Tunaenda kuifanyia review. Tuna unbox. So package yake inakuja na host kwa maana ya blower yenyewe, lakini inakuwa na handle. Pia inakuwa na nozzle ambazo zipo kwenye formality mbili. Kuna ambazo zinakuwa ni square, lakini pia kuna ambazo zinakuwa ziko round. So kwa hizi ambazo ni square ni nzuri zaidi kwenye kufanya kazi za chip kubwa. Yes, kwa maana CPU, NAND and etc. Na itapendeza endapo kama utakuwa umetumia mfumo wa cave. So yes, kama utakuwa umetumia formality ya cave, kwa maana temperature na rise kutoka chini kwenda juu kwa muda maalum, maybe kama utakuwa umeseti sekunde 5 sekunde 10 and then inakuwa iko vizuri. Lakini pia inakuja na power cable yake, yes, ambayo itabidi uiweke kwenye umeme and then itakuletea umeme wako kwenye host yetu kwa maana mashine. So tu plug tuiwashe alafu tuone, yes, tuone ufanisi wake, lakini pia tutafanya comparison na Quick 2008. Tuone tofauti ni nini, kitu gani kimeongezeka, kipi ambacho kinaipa thamani hii blower, kipi ambacho kinaipa value. Hii hapa ndo ambayo tunasema ni square, lakini pia zipo katika size. Kuna ambayo ni kubwa zaidi, kuna ambayo ni size ya kati. Dimension zake sijazipima wala sijazikariri kwamba itakuwa na kipenyo cha milimita ngapi, na hiyo ni round. Alright. Yes. So miongoni mwa vitu ambavyo vimenishawishi kwa kiasi kikubwa mpaka nikaona ni blower nzuri ambayo inaweza kukufaa endapo kama utakuwa na budget ya kawaida au una uwezo wa kupata zile heavy duty, lakini hii hopeful ni miongoni mwa blower nzuri. Moja kati ya vitu ambavyo vimenifurahisha ni pamoja na kuwa na mifumo miwili, yes, ya utoaji wa joto, kwa maana tunakuwa na mfumo ambao tunaita ni standard. Tunakuwa na standard mode, lakini pia inakuwa na fast mode. Hivyo ni vitu viwili ambavyo vimenifanya nione thamani yake, right? Lakini kitu kingine ni uwezo wa kunipa mifumo miwili kwa wakati moja. Tunasema 2 in 1. Yes. So ina uwezo wa kunipa mifumo miwili kwa wakati moja, kwa maana 2 in 1. Hapa naongelea inanipa upepo kwenye nozzle yake. Ina mifumo miwili kwa maana ina spiral, lakini at the same time ina straight, right? So baadaye tutakuja kuona taonyesha tukisema spiral ikoje na straight ikoje. Kwa kwenye hiyo nozzle yake sema ambako upepo unakotokea imepewa formality mbili. Okay, sasa hivi tuende kwanza tuangalie comparison kati ya hii M7 na Quick 2000. So comparison yetu ya kwanza ilikuwa ni kuangalia uwezo wa kupooza hita yetu, right? Kwamba tukizirudisha kwenye handle ni ipi ambayo itawahi kucool na itawahi kuturn off kabla ya mwenzie. Yes, so kama hapo unavyojionea tumeirudisha zote, tulizitoa zote kwa maana ya Quick 2008, lakini pamoja na M7 yetu. Yes, lakini M7 iliwahi kucool, right? Yes, ilishusha temperature haraka na ikawa imezima kabla ya Quick. Kwa hiyo tunasema kwenye cooling iko faster zaidi ukicompare na Quick 2008, right? Yes, speed yake, powerful fan yake, lakini muda huo pia ukumbuke M7 yenyewe hita yake inaenda watts 1000, wakati kwenye Quick hopeful inawezekana cheza around watts 700 au 600, na sijawahi kufuatilia kwa kina, lakini haiwezi kuzidi 700 watts. Right? So tuende tuangalie comparison ya pili, uwezo wa kupandisha temperature, kwamba nikizitoa tu kwenye handle ni ipi ambayo itaweza ku raise temperature haraka zaidi. So ukiangalia Quick iko faster zaidi kwenye ku raise temperature ukicompare na M7. M7 temperature yake ina rise taratibu, na baadaye tutakuja kuangalia huyu anaye rise haraka ambaye anakuwa na rapid, alafu na huyu ambaye anaenda taratibu ni yupi ambaye anafaa kwa kazi ipi na ipi. Yes, so kwangu mimi
Kama blower inakuwa na rise temperature taratibu, Hopeful inakuwa ina uwezo wa kuperform vizuri zaidi ukicompare na ile ambayo ina rise haraka zaidi. Tutakuja kuliangalia especially unapokuwa na deal na chip kubwa, tunaongelea CPU, right? And then tukaja tukafanya comparison nyingine ambayo ni ya kuangalia uwezo wa heating rate yake. Yes, kwa hiyo zote tukaseti the same temperature. Ya kwanza ilikuwa ni 300, both 300 kwa 300, lakini tuliona Quick iliwahi kuhit faster ukikompare na M7. And then tuende kwenye highest temperature tukaseti 410 both, ikiwa 100. Tuende tuangalie ni ipi ambayo itawahi kuhit kabla ya mwenzio. Actually kwenye heating hapa Quick ni kama ili perform better zaidi, kwa maana ilikuwa na rapid heating, ina hit faster. Yani ukiweka dakika 0 tayari imesha hit ukikompare na M7. So M7 unaweza kukuta inatumia sekunde 2 mpaka 3 au 4, and then tissue yetu inakuwa imeungua. Lakini ukija kwenye Quick 2008 ni ndani ya sekunde 1, sekunde 2 imeshaungua. Kwa hiyo kwenye heating rate tunasema Quick 2008 inaiti haraka zaidi. Yes, inachoma kwa haraka zaidi ukikompare na M7. Sasa tutakuja kuangalia kuna kitu gani ambacho ni special kwenye M7 ukikompare na Quick 2008. Yes. Na kwa nini inakuwa na hiyo hali kwamba temperature yake inakuwa na rise taratibu, temperature yake haiendi ile faster, haiwi rapid, right? Yes. Kwenye M7 wameweka formaldehyde ambayo tunasema ni standard. Tuna mfumo ambao ni standard, na wakati ambako nilikuwa nafanya majaribio Hopeful ilikuwa kwenye standard, sikuiweka kwenye faster mode. So kwenye standard tafsiri yake ni kwamba inafanya kazi yako katika standard ambayo haieji kuleta madhara makubwa kwenye kitu ambacho unaenda kukifanyia kazi, especially kama utakuwa unaenda kutoa hizo chips, right? Na hii standard iko recommended zaidi kwenye big chips, right? Tunaongelea hizo CPU, NAND and etc. So cheki kwanza hii hapa, tukaenda kuangalia comparison nyingine ya kutake out chip, right, ambayo haina gundi. Tunaangalia imetumia sekunde ngapi. Approximation M7 ilitumia sekunde karibia 13, lakini Quick ilitumia sekunde around 11-10, right? Na huu mfumo ndio nilokuwa nakwambia, right? Yes, kwamba katikati hapo kuna kitobo. Hicho kitobo ina maana kitaipitisha hewa ikiwa iko straight katikati. Alafu pembeni na pembeni kuna spiral. Sasa kulikuwepo na changamoto especially kwa blower ambazo zinakuwa ziko spiral. Unakuta joto kwa pembeni linawahi kumelt kama unatoa CPU pembeni na wahi kumelt, right? Katikati unakuta imechelewa. Otherwise huwa unafanya rotation na unatakiwa utulie katikati kwa muda kiasi. Sasa wao wamekuja kutibu hii scenario, kwa maana wakati pembeni joto ni kali, lakini pia katikati kuna upepo mwingine unatoka straight kutokea katikati. Kwa hiyo hii imeenda kuifanya M7 kuwa ni miongoni mwa blower ambazo ni perfect. Na nadhani formality hii pia imetumika, nime-experience pia kwenye what we call YCS. Yes, nadhani pia nilishawahi kuonaga nozo yao ya kwenye heater pia katikati ina straight, lakini pembeni na spiral. Kwa zingine bado sijaona, lakini kwa hii M7 hiki kitu kinaifanya iwe ni perfect kweli, especially utakapoenda kutoa chip kubwa kwa maana ya CPU and etc. Inakugarantii usalama zaidi. So mfano kama hapa tuliset temperature yetu and then tukaenda kufanya testing ya kutoa CPU and then tuone na hiyo tulikuwa ni iPhone 11 Pro. Tutoe CPU tuone performance yake ikoje. Performance ya Quick tayari nayo na nimeshakuwa nikitumia frequently, mara kwa mara. So tuangalie performance ya kwenye M7 kwenda kutoa chip. So first tutaanza kwanza kukata gundi, lakini at the same time tumeitumia ku separate layer. Kwa tumeseparate layer juu na chini and then tunaenda kwenye CPU tutakata gundi, and then baada ya hapo tutakuja
tutakuja kutoa chip yetu. Lakini wakati tunaenda kutoa, tunaenda kutumia mfumo ambao ni standard mode. So standard mode ndo specifically iko recommended kwa ajili ya CPU, lakini fast mode iko recommended kwa ajili ya chip ndogo ndogo kama vile capacitor, inductor na hizo some small AC, right? Lakini zile big ziko recommended kwenye standard mode. Na kwenye standard mode itategemeana kama utakuwa umetumia nozo ambayo iko square, basi hapa it is better uende utumie mfumo ambao tunasema ni wa cave, right? Yes, unakuwa na cave formality. So cave yenyewe ina maana temperature itakuwa na grow baada ya kila dakika fulani, tutegemeana na jinsi utakavyokuwa umeiset kwenye blower yako. Lakini kama utakuwa umetumia hii ambayo ni round, hiyo unaweza kaenda direct kama chip zingine, right? So ukiangalia hapo temperature yetu tuliseti around 360. Yes, na ilikuwa around 60 hapo tukiwa tunakata gundi. Performance ilikuwa iko perfect. Performance iko vizuri. So baada ya kumaliza kukata gundi, tukaja kuitoa chip yetu kwa maana ya CPU, na ile rate kwa maana ya time ukicompare na quick ni kama vile hii inakula time kidogo, lakini kazi yake inakuwa ni perfect zaidi. Na miongoni mwa maeneo ambayo kwenye quick yalikuwa yanaonekana performance yake inakuwa sio nzuri ni katika maeneo ya katikati ya chip. Inachelewa kupata hit, na kwa sababu yenyewe inakuwa na spiral, alafu katikati pale hamna kijitobo, kitu ambacho wamekuja kukifanya kwenye M7. So kwenye M7 inakuwa ni spiral, iko rounded, upepo unatokea kwa pembeni, lakini katikati pia wameacha kijitobo ambacho kinaruhusu pia upepo kupita pale. Kwa hiyo inakuwa tunasema ni 2 in 1. Kwa unakuwa na spiral at the same time unakuwa na straight air. So inaenda kufanya hii blower iwe perfect kweli kweli. Iwe perfect kwenye hizi kazi, especially unapoenda kuongelea the main chips, right? So nikaanza jukumu langu la kuweza ku preheat and then nikaenda kwenye high concentration. So endapo kama ningekuwa nimetumia nozo zile ambazo ni square, nisingekuwa na sababu ya kurotate hivyo kwamba na rotate side to side, center, out, in. Kulikuwa kuna hiyo haja. Kama natumia ile ambayo ni square, yenyewe inaenda na ikalisha, ina hold kabisa hiyo IC, and then it is better uende utumie pia na mfumo wa cave. Kwa hiyo temperature itakuwa na grow slowly. Na kwangu mimi hapa nimeset kila baada ya sekunde 10 inatoka stage moja inaenda stage nyingine, stage moja, stage nyingine. Kwa hiyo mpaka ifike to the maximum, almost na spend karibia sekunde 40 kwa sababu